Kuna siku ambazo ugomvi hauji kwa makosa makubwa, bali hata kwa msaada mdogo unaoonekana wa kawaida kabisa. Ilikuwa ni jioni tulivu katika nyumba ya kupanga, nyumba iliyokuwa na wapangaji wengi na maisha ya kila mtu yakiendelea kivyake. Katika nyumba hiyo aliishi kijana mmoja aliyeitwa Juma. Juma alikuwa mpole, mnyenyekevu na mwenye tabia ya kusaidia watu bila kutafuta makuu. Hakuwa mtu wa fitina wala hakupenda kuingilia mambo ya watu. Aliamini msaada ni utu na utu haupaswi kuwa na masharti. Siku hiyo, Juma alikuwa amekaa nje karibu na mlango wa chumba chake akipumzika baada ya kazi. Ghafla akaitwa kwa sauti ya upole kutoka chumba cha jirani. "Juma, tafadhali nisaidie kidogo." Aliyeita alikuwa ni mdada mmoja aliyeitwa Ashura, jirani yake. Ashura aliishi na mume wake, lakini mara nyingi mumewe alikuwa anachelewa kurudi nyumbani kwa sababu za kazi. Juma alimtazama Ashura, akaona hofu ndogo usoni mwake. "Taa yangu imeungua," Ashura alisema. "Naomba unisaidie kuiweka mpya. Sijui vizuri haya mambo ya umeme." Chumba cha Ashura kilikuwa kimegawanywa sehemu ya kulala na sebule. Juma alisita kidogo, lakini kwa kuwa ombi lilionekana la kawaida, akaamua kusaidia. Alichukua taa mpya aliyokuwa ameshika Ashura, akaingia ndani ya chumba cha Ashura. Mlango haukufungwa kwa komeo, bali ulisukumwa tu. Ndani ya chumba, Juma alielekea moja kwa moja kwenye taa. Aliisimamisha meza, akapanda, akaanza kufungua taa ya zamani. Ashura alisimama pembeni, akimwangalia. Hakukuwa na mazungumzo ya ziada wala jambo lolote la kuashiria nia mbaya. Baada ya dakika chache, taa mpya ikawaka. Chumba kikang'aa. "Asante sana," Ashura alisema kwa sauti ya shukrani. "Sawa," Juma akajibu akishuka chini. Juma alielekea mlangoni ili atoke, lakini alipofungua mlango, macho yake yakakutana uso kwa uso na mwanaume aliyesimama nje. Ilikuwa ni Hamisi, mume wa Ashura, aliyekuwa amerudi ghafla bila kutarajiwa. Hamisi alisimama kimya kwa sekunde chache, akimtazama Juma akitoka ndani ya chumba chake. Macho yake yakabadilika, uso wake ukajaa hasira, mishipa ikajitokeza shingoni. "Hii ni nini?" Hamisi aliuliza kwa sauti nzito yenye kubana pumzi. Juma alistuka, akajaribu kueleza haraka. "Niliitwa kusaidia kuweka taa tu." Lakini Hamisi hakutaka kusikia maelezo. Hasira ilimzidi akili. Akamvamia Juma, akamshika shati kwa nguvu, akalikunja na kumvuta kwa ghadhabu. "Unatoka ndani ya chumba changu, halafu unasema kusaidia?" Ashura alijaribu kuingilia. "Hamisi, ni kweli taa," lakini sauti yake ilizimwa na hasira ya mumewe. Hamisi alimrukia Juma, akampiga ngumi ya kwanza kifuani. Juma alirudi nyuma kwa mshangao, akajaribu kujinasua. "Utaniua bure," Juma alipaza sauti. "Ameniita ndani mwenyewe." Lakini maneno yale hayakupenya. Hamisi alimkunja shati zaidi, akampuga tena, safari hii usoni. Juma alijaribu kujikinga, akiinua mikono, akirudi nyuma hadi nje ya chumba. Ashura alipotaka kumshika mumewe, naye alipigwa kofi zito na kuambiwa kwa sauti kali, "Hebu toka hapa malaya mkubwa wewe." Wapangaji walianza kutoka nje walipozidi kusikia kelele. "Kuna nini hapa? Mbona mnapigana?" Baadhi yao walimzuia Hamisi. Wengine wakamsaidia Juma aliyekuwa anatetemeka, shati likiwa limechanika. Ashura alilia akijilaumu, lakini tayari tukio lilikuwa limefanyika. Baada ya watu kuingilia, Hamisi aliachwa akiwa bado na hasira. Juma akakaa pembeni akishika kifua, akijaribu kufikiria kilichomtokea. Alikuwa amesaidia, lakini msaada wake ulikuwa umegeuka kosa kubwa. Juma alijiungia ndani akiwa amelegea kwa vitasa alivyopigwa. Alikaa kitandani na kuanza kutafakari jinsi msaada ulivyokuwa vita kwake. Msikilizaji, kutokuaminiana ni sumu kali inayoua ndoa. Pia fikra hasi zinavuruga amani. Vile vile, hasira huwa haifanyi maamuzi sahihi. Dondosha maoni yako kama msaada uliwahi kukuletea shida. Kama umejifunzwa, subscribe na like. Hii ni channel ya Simulizi Maarifa. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.